Katika mji mtakatifu wa Mashhad, mwaka 1939, alizaliwa mtoto wa kawaida katika familia ya dini. Hakukuwa na ishara ya mamlaka, hakukuwa na dalili ya nguvu. Kulikuwa na unyenyekevu na imani. Jina lake lilikuwa Ali Khamenei. Alikuwa katika nyumba iliyojengwa juu ya Qur'an na maadili. Alijifunza mapema kuwa maisha si kuhusu starehe, bali wajibu. Wakati Iran ilikuwa chini ya utawala wa Shah, kulikuwa na sauti zilizonyamazishwa, lakini yeye hakuchagua ukimya. Alizungumza, alisimama na alilipa gharama. Alikamatwa, alifungwa, aliteseka, lakini hakuacha kuamini kuwa taifa lake linaweza kuwa huru. Mwaka 1979, mapinduzi yalipoibuka, Iran ilibadilika milele. Katika mawimbi ya historia hiyo, Khamenei hakuwa mtazamaji, alikuwa mshiriki. Mwaka 1981, alichaguliwa kuwa rais wa Iran katika kipindi cha vita kali. Ilikuwa nyakati za damu, maumivu na maamuzi mazito. Katika kipindi hicho, alinusurika jaribio la mauaji lililomwacha na jeraha la kudumu. Lakini badala ya kumvunja, tukio hilo lilimfanya awe imara zaidi. Mwaka 1989, taifa lilipompoteza Ayatollah Khomeini, macho ya Irani yalitazama mustakabali kwa wasiwasi. Nani angeweza kubeba mzigo wa mapinduzi? Ndipo Ali Khamenei akachaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa zaidi ya miongo mitatu, aliongoza taifa katika nyakati za vikwazo, shinikizo na misukosuko ya kimataifa. Dunia ilibadilika haraka, lakini ndani ya Iran, jina lake lilibaki kama alama ya uthabiti. Wafuasi wake walimwona kama mlinzi wa heshima ya taifa, kiongozi wa kiroho, mtu aliyesimama imara katika nyakati za dhoruba. Alikuwa si tu mwanasiasa, bali ishara ya kizazi kilichopitia mapinduzi, vita na ujenzi wa taifa jipya. Miaka ilivyopita, umri uliongezeka, lakini sauti yake iliendelea kusikika katika maamuzi makubwa ya taifa. Leo, hadithi yake imebaki kama sura nzito katika historia ya Iran. Kutoka kijana wa Mashhad hadi kuwa kiongozi wa taifa la mamilioni, safari yake ilikuwa ya imani, maumivu, wajibu na uthabiti. Wengine watamkumbuka kwa misimamo yake, wengine kwa sera zake, lakini kwa wengi atabaki kuwa mtu aliyesimama katika nyakati ambazo taifa lake lilihitaji uongozi. Na kama ilivyo kwa kila mwanadamu, muda hupita, vizazi hubadilika, lakini kumbukumbu hubaki.